Wewe na mzee saizi bado mko sawa? Mko pamoja? Tuko sawa, tuko pamoja. Hata nilitoka kwa nyumba like 2 months ago. Ulitoka kwa nyumba? Yeah, nikamwachia mtoto na nikamwacha yeye, nikapack vitu zangu nikatoka. So hiyo nini ilikufanya utoke kwa nyumba 2 months ago? Ni cheating. That cheating ilikuwa too much. So wewe uliambiwa ati kuna fununu? Kuna mtu hapa kwa nyumba kuna mwanamke kwa nyumba. Ametoka Kisii kwao kwa kina mwanaume. Kuna mwanamke ametolewa Kisii kwa kina mwanaume, anakaa kwa nyumba yako, analea mtoto wako na analala na mzee wako. Exactly. Sasa ni mwanaume. Mama anakuletea mwanamke mwingine ako na mimba yako ya miezi sijui 6 ama 7. Ilifika mahali mimi nikachinda kukaa na mtoto. So hapana, hawa ni mbona wewe ukaacha mtoto? Hawa ni wanaume. Bwana yako mgani? Bwana yako ni nani kwanza? Songa nipite. Na wewe ni nani hata sikujui? Wewe funga mdomo. Sikujui wewe mwanamke, sikuelewi. Hello angels. I'm Angel Wanjiku and I'm here with my producer Collins. Now angels, of course, this is the follow-up channel. So I want us to make sure we subscribe. I want us to make sure tunaleta bangers after bangers here, and our only job as angels, it is to like these videos, to watch and enjoy, and of course to guide our guests ambao wanakuja hapa. You can advise them hapo kwa comments, which you have been doing, and it's a very very good thing. So mimi tu ni kuambia tuendelee kusubscribe so that we can get to where we want to go. And of course mkiniona hapa, you already know someone has already tumekuwa hapa na yeye before, na sasa ameamua anataka turudi hapa tena. Yes, and of course it is Mr. Fabian. Mr. Fabian, kwanza hata before tuambie angels nini ilitendeka before, nataka kujua jina yako ya nyumbani. Onindo. Onindo? Yeah. Wow, I have never heard of that one. Ni jina yangu ya nyumbani Tio Shago. Imagine sijai sikia ever in my life. Onindo. Hiyo ndio jina yangu ya Shago. Wow, okay. Yeah. We are here with Mr. Onindo. Tulikuwa hapa na wewe before. Of course ni mke wako alikuwa ameleta kesi, na ni kwa sababu she was complaining of you constantly cheating on her, and you even impregnated someone apparently or allegedly, and instead of you guys and your families coming together and helping you solve the situation, wewe ukaamua na familia yako ikaamua utaletewa mwanamke mwingine kutoka nyumbani akuja hapa Nairobi akuwe bibi yako, na ale mtoto ambaye ulikuwa umezaa na yule mke wako wa kwanza. Si ndio? And you accepted that. Yeah, I was willing that. And you were okay with that. But we also found out that your wife was cheating on you with your brother, Mr. Makori. Yeah. Na ilikuwa very painful for you. Ilikuwa very painful. But nimejaribu kuheal. Umejaribu kuheal. Sasa unajua angels wako na maswali mingi sana. Okay? Swali ya kwanza ni, wakati tulitoka hapa kwa the reunion show, wewe ulienda nyumbani na nani? Ulienda nyumbani na Kerubo ambaye ni mke wako kutoka Kisii, ama ulienda nyumbani na Bella ambaye alikuwa your ex-wife mwenye alikuwa amekuacha kwa sababu ya mtoto? On that time tulitoka huku, kila mtu alikuwa na makasiriko zake. Okay. But on my side, nilienda na Kerubo because that is the lady mwenye nilikuwa nakaa naye before. Sababu Bella yeye alikuwa amejitoa kwa maisha juu. Sasa kama ameenda kukaa na brother yangu, ni kama tumekata off. Okay, so haukuongea na Bella, kila mtu alienda njia zake? Yeah, sisi kuongea na Bella. Hiyo with Kerubo. Yeah. But since that day tumetoka huku, mambo itakuwa mzuri kwa nyumba. Sasa hata before mambo ikuwa mzuri, na mtoto ulipatia Madam Bella mtoto wake? Mtoto wenu? Mtoto tuko naye. Bado uko na mtoto wako? Mtoto wangu niko naye. Haukupatia mama yake mtoto? Sikumpea. Kwa nini? Hamku discuss tena hiyo mambo? Kwa sababu she wanted the child. Sasa kama ni mtoto alikuwa anadai, ataamua tu kama vile atafanya, lakini mimi nilisema at my moment sisi mpia mtoto, sababu mtoto ako kwangu na ako safe na anaenda shule anasoma. So hakuna haja tuanze kupishana na yeye sana. Acha mtoto akae ile life yenyewe nataka mimi. Okay. Benya nampeleka mimi sichui. Na ndugu yako Mr. Makori umeongea na yeye? Uliongea na yeye ukamuuliza ndugu yangu sister today nilimuuliza, but mambo haikuenda vizuri, hatukuelewana. So nikaachana na hiyo mambo, wakae vile wanataka kukaa. What do you mean hamkuelewana? Like
Sasa unajua watu wakishaamua wasipishana. Okay. Ndio na like shacha tu ikae fanya ilikuwa. So Makori bado ako na mke wako Bella? Hapo sijui kama wana sio wafuatilia. Watu wa nyumbani wanajua hiyo mambo yote yenye ilitendeka? Hiyo mambo siku yapeleka nyumbani. Juu wao wenyewe kama wataona walifanya vibaya, they'll come back. Okay. Waongee na mimi. Okay. Yeah, because mtu akisha decide kufanya kitu, decide kufanya kitu kulingana na maoni yake ama kulingana na fanya waliona. Juu sasa hiyo si kitu mzuri obvious. So wewe unaongoja wakuja wakuongeleshe? Mimi sasa siwezi kuongelesha sababu washaamua ku move on. Okay. Alright. So wewe ulienda na Kerubo? Nilienda na Kerubo, yeah. Lakini unasema you guys have not been okay. Hatuko sawa. Hatuko sawa kabisa. Kwa nini? Sasa since that incident ni kama huyu msichana alifanya mistake na mimi nilifanya makosa. So to the moment watu ongeleshani nikaona. Sasa yeye alifanya makosa gani? Kwa sababu si yeye tu alikuwa na boyfriend. Alikuwa na boyfriend nyumbani. Sijui alikuwa anajiita Maranga ama Maronga. Yeah. She had a boyfriend at home. Right? Lakini wazazi wake walikuwa wamempatiana kwako. Makosa ya Kerubo ni gani? Lakini pia unajua, of course mimi nilikuwa nimekosea actually. Okay. Nilikuwa na mistake. So tena imechange. Yeah, mimi obviously nilikuwa na mistake. Wewe ndio ulikuwa umekosea. Mimi nilikuwa na mistake sababu ile mistake nilikuwa nachua ingine iliongezeka. So to an extent atuongeleshani alafu tukienda na mambo na Shani na yeye nilienda nikagundua mimba haikuwa yangu. Huyo Shani mimba haikuwa yangu. Okay. Ilikuwa mtu mwingine. Sasa uligundua aje? Ulifanya nini ukagundua? Sasa kuna fenya nilipata simu yake. Sasa akikuja kunitafuta nilipata kuna mtu amemtafuta hiyo nini. Sasa siliona fila alitoroka ni kama alikuwa anajua kitu anatolokea. Okay. Sasa fila ilifika hiyo siku nikamtafuta tukaongea. Alafu tena tukaagili, so akasema mimba si yako. Hiyo story tukamaliza na yeye. So nimerudi huko kwa apologize. So nilikuwa nadai at least kama Kerubo atanisikiza ni apologize, niombe msamaha kwa ile mistake nimefanya. Umekuja kwa the reunion show ku apologize ya Kerubo? Yeah, sasa na si mnakaa naye kwa nyumba moja. Hapa ndio tulikosania. Sasa kama tuongelesha nitafanya aje? By the way, unajua you can stay in a house with someone na muongeleshani. Ni ukweli Angel alisema ni uongo? It is very true, ndio. Muko tu kila mtu tu mnapitana tu hivi kwa ma hallways. Hivyo ndo mnafanya kwenyu? Hiyo ndio maisha tunakaa. Tunakaa ngumu. Na mtoto. Tunakaa ngumu. Mtoto wako lakini sasa si mtoto yeye hana roho mbaya, si kibara namshughulikia. Sasa ngoja. Sasa ukitaka juu si yeye ndiye atapika. Anakusava. So akipika na kula juu kulingana vile na treat mtoto naona si mtu mbaya. So ni kurudi huko. So ana treat mtoto wako vizuri. So naona kama ana treat mtoto wangu vizuri. Mbona mimi anaweza kuwa anifanyie kitu mbaya? So chakula anakuserve just fine. Yeah. Kama ni maji anakuwekea. Yeah. Na kulala sasa. Sasa si watu wanasalala same bed, kila mtu analala kifi yake. So nyinyi mnalala kivyeju? Tunalala kifi yetu tu. Huyu anapenduka ile kona kwa ukuta, wewe unapenduka hiyo ingine. Sasa hiyo maisha imekaa ngumu sana. Also that is the hard part. Yeah, hiyo ndio hard part ya maisha. So kama wewe kwa kitanda mambo iko sawa, hamupendusiani mgongo, mambo inaendelea vizuri, haungekuwa na shida hata kama muongeleshani hizo part zingine. Sasa unajua lazima mtu mnaongeleshana ndio mnashare more things. Okay. Hizo vitu zingine si za muhimu, muongeleshana kwanza msikisane, kitu ya muhimu ndio hiyo. Okay. Na umejaribu kumsweet talk kwa nyumba muongee? Nimejaribu, uko nimefika huko, nimejaribu yote imekataa. Okay. Yeah. All right. So I know we have Kerubo here today, si ni kweli? Commander, kwa sababu unajua pia Kerubo na yeye hata Angels walikuwa wanaona Kerubo ako moto, hataki kusikia, hataki kufanya. So Commander, nataka uniitie Kerubo so that akuje hapa so that we have this conversation with her. Si ndio? Yeah. Yes. Sasa utamwambia vitu kama nini? Na ndamomba tu msamaha, nimwambie I messed up. I recognized my mistake, nilifanya mistake, so we need to start a new chapter with new things. Okay. Yeah. Karo mwenye ulikuwa umeajiri bado yako kwa hiyo kazi? Karo nilimaliza naye.
Kalo hiyo issue nilianza kuleta. Acha Kerubo wewe unakataa kusema ukweli. Kerubo ataniambia kila kitu. Si yeye mko mkikaa na yeye hapo. Labda hata the reason why hataki mu patch things up ni kwa sababu bado hujabadilika. Nishabadilika. Mimi si mimi nimechiongelea. Okay. Tena nimefika huko mbele nishabadilika, nimechiongelea kitu yenye naongea ni ile yenye nimeamua. Yeah. Umeamua na roho moja. Na roho moja nimesema. Nivuka sina mtu mmoja na maisha yaendelee. Okay. So hautaki mambo ya kuenda hivi tena. Nimeona hiyo vitu vingi sina cost. Naona hii maisha pia. Sasa tena unajua shida moja ni wewe you are attracting very beautiful women. Wewe sasa hata tunakuja hapa wanaanza kukatiwa hapa na angels ambao wanatafuta wanawake. Lakini you know, ama human watu kukosea na ukikosea we learn through mistakes. Okay. Kufanya mistake. Unachomefanya mistake, alafu sasa unabadilika. Wow, how are you? I'm fine. Unakaa very different in a very good way. Thank you. You look so beautiful. Thank you. Uko poa? I like your dress. Ni Dera. Okay. Yeah. Karibu sana. Asante. Yes. Of course, I wasn't sure you were going to come, but I'm happy that umekuja. Okay. Ni nini ilikufanya utake kurudi after nimekuongelesha kidogo? I just wanted to hear what you had to say. Okay. Right. Well, last time you were not very friendly. I know. Yes. Saizi mambo iko better. Yeah. Because you also learned a lot of things on this show. Si ni kweli? Yeah, a lot. Yes, because I'm sure hata kama uko na mtu kwa mapenzi hakuambiangi kila kitu. Yeah. And considering your relationship was very young, I'm sure there are so many things that you didn't know about him that you learned here, si ndio? Yeah, very many. So is that why venye mulirudi nyumbani sasa hamuongeleshani, mnapitana tu hivi kwa corridor? That's what he's saying. Yeah, tunaishi kama majirani. Okay. Hata majirani unajua wanasalimiananga. Wewe mkiamka asubuhi mnasalimiana? No, why? Why should we? Majirani wanasalimiananga angels. So nyie hamsalimiani. No. You live like strangers in the same house. Why? I mean, hakuwa the last time tulikuwa hapa, hakuwa anataka anything to do with me, so okay. But you still went back to his house. Okay, it's because of the parents. Wazazi wenyu. Okay. Tukienda home, they called, they talked to him, so he allowed me to stay. But I would say niko hapo juu huyo mtoto, because I'm wondering nikienda huyo mtoto atakaa aje. So you really love Tatiana? Yeah. Okay. Even though she's not my own, but she needs a mom. Because he's actually telling me that hiyo part ya wewe na mtoto imekuwa very nice, such that anaona you are a very good lady. But I think it is just you love, you know, I love watoto, children, yeah. And you treat her just like your own. Yeah, she's a good girl. Okay. Lakini mama yake alikuwa anataka mtoto. Kwa nini hamkupatia mama mtoto? I think hiyo imebaki kukua decision ya babake, what they will decide. I'm okay with it. Nyumbani walijua hizi mambo zote zenye mlipitia huku? Yeah, they had to know. Your parents wakasema nini? I don't know, they just said ni ups and downs of marriage, blah blah blah. Okay. Tukaongea kidogo, so tuko tu. All right. And are you here to stay in Nairobi ama unataka kurudi nyumbani? Because I know tuliona uko na mtu hapo mnaongea na unamdanganya uko kwa aunti yako. As long as the child is there, I think I'll be staying until waamue. Yeye na the mother waamue kenye watafanya na mtoto, or wakienda kotini tuone nani atapewa custody. Okay. Mtoto akishapeanwa, I'm a free girl. Okay. So you are just there because of the child? Yeah. All right. Because I was asking him before you came, kulikuwa na ule msichana wa kazi. Karo. Yeah. Niliona wanaongea. Okay? And I was asking him yeye na Karo kama bado wako pamoja. Did you discuss hiyo matter venye mlienda? No, hatujaongea totally. Hamjaongea totally? Yeah, hata sijajua kwa hapa, so hatujaongea, so but kama ako na yeye, I don't have a problem with that. No, he was telling me hawako pamoja, si ndio? That should not be my problem anymore. I think hizo ni issues zake. Yeah. Anafaa azisort mwenyewe. Sasa yeye alikuwa anataka kukuja na tukuite hapa pia
so that at least muongee. Naona hata unaona hata nguo yako hapa muna match na hii yake. Ni kama mulisync. Mkajua yes tunatoka kwa nyumba, wewe uende hivi mimi niende hivi, lakini unaona bado zina match. So are you going to allow him to talk to you so that at least tuone? Acha ongee. Yeah. Okay. Okay, on my side babe, nimekuja back to this platform. Na nimekuja sababu niligundua nimefanya mistake. And I am a human. Naweza kuwa nimekosea mahali, lakini nimekosea si naweza kuwa nimekosea, niko na mistake. So nimekuja kwa hii platform tena. Kama utanisikiza na nikubali maneno yangu yenye naambia, juu watu badilika. The moment nimefanya mistake, nimeget back, nimeamua like acha nibadilike nikae mazama nzuri, because I need a family actually at the end of the day. So I'm sorry for everything I did. And another thing I want to say, nilikosea, I'm sorry. Let us forget the past, sameane, maisha yaendelee. Mambo yote nilikuwa nafanya nimeachana nayo, by the way. I'm sorry actually. I'm sorry. Moshwa na Roho Mtakatifu. Si kama ni Roho Mtakatifu, maybe Roho Mtakatifu imeniosha. Lakini leo acha nikushe mbele yako, mbele ya huyu Wanjiku, asiseme tena next time sikufanya hivyo. Acha nikushe mbele yako hivi nikwambia msamaha, nisema I'm sorry. Najua nimekufanyia makosa, you stayed to me even the hard times I was. So remember to msamaha. So ni makosa gani una apologize? Kuniita mboch, kuniita manga or something? I don't want to say specific mistake, but nimekuja tu kwamba msamaha. Na ungekuwa mimi ungejisamehea? Ningesamehea tu sababu human beings make mistakes, na msamaha huombwa tu, watu wanakoseana. Na kama nimeget back ku apologize, tu nisamee, maisha yaendelee, tuishi vile tulikuwa tunakaa. So what next after forgiveness? After forgiveness, I need you to stick with me. Nitabadilika, kwa sababu nishabadilika already. Sisi nitabadilika, nishabadilika already. I'm change the person for now. Unajua hata ujui mali huko, unasikia for now. Maanisha tukishatoka hapa. Si for now, at the moment, I'm a changed person. You are a changed person. Yeah. Okay, all of my life. All your life nini? Nitaka na wewe. Nimebadilika. Hivyo all your life pia before tukutane ulikuwa unajua ukikuja huku utakuwa King Solomon. Nataka kufikisha pia wewe 700. Pepi sifika hapo. Unaniita babe kufurahisha kamera ama kufurahisha kamera? Me I know my place, I know I'm a nanny, I know I'm a house girl. Salary tu ndio tujaongea, utakuwa unanilipa. Usijaribu kunishika, hebu niachilie. Nisamee tu. Huko umechoka, ulikuwa unataka kunipiga si ndio? Babe nani? Unaita mimi babe ama Wanjiku ndio babe wako hapa? Fanya mistake babe. Nani ndio babe? Kurudi huko nimekuja kwamba msamaha unisamee. Hakuna msamaha. Nime apologize. Aya, what about the pregnant girl? The pregnant girl niligunda hiyo mimba iko yangu. Toka kwa sana. Unaona maisha yako vile iko? Ndio mimba iko yangu toka kwa sana. So Karo. Nimeona you are the only one necessary na unisaidie maisha. Karo. Na mwana Kalo nilimfuta kazi, hiyo story ikaisha sababu hiyo kitu bado ingeleta shida kwa familia. So nilimalizana na yeye. Your baby mama. Baby mama hata tuongea sisi penye alienda, hata wanachua story sio ongea na yeye. Mimi sijui story yoyote kutoka hapo. Sawa, ongea na yeye. Since that day we have never talked with that lady. Penye alienda sawa, ngawera ayo ya kimwanchi. Mimi na korata makosa kile ndio na huko ngabera umya. Hebu niachilie. Let me tell you one thing. You've changed. I don't know if you've changed for the moment or for now. We badilika na huko. If you see me in that your house, ni kwa sababu hiyo mtoto na mhurumia tu cause pepe mistake ufanyika. Atakuaje? Pepe mistake ufanyika. Na watu uko sana. Zinafanyika. But not grave mistakes kama zako, umesikia? So sasa ni ule, what would it take you for you to forgive him? No, forgiveness is free. Mean as I'm forgive, but I forgive you, but I won't be your wife first of all. I don't care what our parents say anymore. Mi kwanza ilikuwa arranged marriage. I was forced into this and you know it, ndio? I want it to work actually. Hata hujai kuwa intimate na mimi and you know that hujai hata nishika. Shut up when I'm talking. You have never been intimate? We've never been intimate with this guy. Tangu kana yeye for those 2 months you've not been intimate?
tunaishi, unaona vile aliniita mboch, tunaishi hivyo. So I just say the child anahitaji this and this, atanipea pesa ama atupeleke shopping, we finish. Na mna share the same bed? No, same bed hakuna. Ni ile tu, you know, ukitole ushago unaambiwa this is your husband, yes, but unafika huku you find a different person. Nikaa hakuwa na expect that. Watu badilika. Shut up. Nimebamba msama watu badilika. There's nothing between us. Yes, sema we have a connection. We were never intimate. Wow. There was nothing between us. There was no love growing, sawa. You had your karo, I had my own man at home mwenye I was forced to leave him. Okay. So I don't care. Unapenda maranga? Yeah. Maronga? Yeah. So babe, bado nitaki. Nani alikuwa nakutaka in the first place? Babe, nimeomba msamaha, nimeapologize mistake nilifanya. Don't call me babe. From now it's either uni address kama nani ama uniite Kerubo. Kerubo is my name. Sawa. Siko hivyo. So unataka aanze kukulipa for taking care of his child? Babe, I don't even need that payment, umesikia? I'll take care of that child because there's a cost. Nini, kuna kesi inaendelea kotini. For the custody. Okay, kati ya yeye na the ex-wife. Na the woman, yeah. Okay. So if niachilie, if she wins achukue mtoto, me I'm okay with that. Okay. Akiwin achukue mtoto, me I'll leave. Sasa aone ni Kerubo mgani mwingine ataleta wakaina yeye. Hakuna mwingine, ni wewe tu babe. Babe nani? Wewe tu. Babe nani? Sina mwingine. Babe nani? Usinifanyie hivyo, usiniache pia. Nisikufanyia aje? Usiniache pia, nimeomba msamaha. Have you ever even for once regarded me as your partner? Yeah. Lini? Sababu sinacha nakupenda. Unanipenda wapi? Unaona aje? Kwa sababu I don't want also you to umekaa hapo chini, najua labda uko very honest and truthful, lakini is it okay if uta rise up uketi? You are still a king. Mwambie kwa sana samee. Enda kwa queen wako Karo jamani, aenda akakuite you king huko. Keti tafadhali. Mimi sina time ya kuita watu my king, my man, my love. Yaani hata mtu anakupigia magoti lakini hiyo akisikia hata atembea na magoti kutoka Nairobi hadi Kisii aenda ongelesha wazazi. If he does that, are you going to listen to him? I don't care, I'll forgive him, but we can't be together. Okay, so you ni the fact that you do not love him. I do not. This was arranged. Okay. Kwanza ni forced marriage. You know, even before you didn't tell us your age, but I know you are very young. Uko na miaka ngapi? Very young. I'm 22. You are 22. That means unafaa uko shule. Exactly. Ufai kukua ati sasa uko kwa marriage trying to raise. I was told, enda olewa na this guy. We are taking you to get married to this guy so that from there he'll take responsibility and atakupeleka shule, umalize shule, you graduate, hata ukiwork, you know you're somebody's wife. Okay. Singekataa so because they are my parents. So ya wazazi. It's not even the plan. Nile forced tu unaambiwa you have no option. Okay. So I had to go because mimi ni msichana mdogo, ningeenda wapi? Yeah. So leo imefika hapo umeita ni force. Haikuwa forced marriage. Masema ni force. So why were we sleeping in different rooms? So umeniambia mnalala kitanda moja, kila mtu anapenduka kitanda moja wewe na nani? Masema ni force, sasa kwa sasa si ndio? Ni forced marriage. Sawa. Huyo aliyekuwa mke wako kweli? Hakuna kukua mke wake. Asha nikataa mbele ya kamera. Sasa nitafanya aje? Sinaona hata mimi nimejaribu kumwomba msamaha. You know, ukisema you changed and you're still lying to the camera. I'm not lying. You are lying. I'm not lying. You are lying. Watu badilika. Kukaa honest hapa. Watu badilika but not you. Watu badilika. Huwezi change. Na yeye si mtu unataka. You are not my type of guy. You are not my type. Last time the emotions were different. Thought, you know, ukishaingia kwa marriage I thought like love will come. Love will grow, itakuja tu, ita develop, but haijawahi tangu anze kukaanisha na yeye. Kukuja ku find out things like for me nilikuwa natembeanga nikijua I'm Fabian's wife. Mimi ni bibi yake and we have this child I'm taking care of, hata kama ni wa ex. But when tunakuja hapa unaniambia kuna Karo. Nakuja kukutana the wife. All those drama. Lakini hiyo ni another pregnant woman. And then the comments alikuwa hata comments ulikuwa unatoa kwa mdomo yako, saying wewe ni mwanaume. Nilikuwa nimekasirika tu. Eti sisi tutoke au wengine waingie. So what if I left?
Because your wife already alishaenda. Mimi nikienda. Ndio maana nimeona wewe ni wa maana kwa maisha yangu, nimekuja kuomba msamaha. Bibi yako hakukuwa wa maana. Ukaenda kumcheat na msichana wa kazi. So what problem do you have with those girls you employ there? Lakini nilifanya mistake, nimebadilika. I'm changing the person. Shakubali, me I already forgave you. Now let me ask a question. Because you're still living at his place right now. Na hamuongeleshani. He has come here. He is trying to mend things. Ndo at least maybe kwa nyumba mambo iko a bit smooth. But wewe hautaki mambo zake. Are you still going back with him tukitoka hapa? Kila mtu atana njia yake, but tutakutana kwa hiyo nyumba because of that. Na mtaendelea kukaa hivyo with that toxicity in the air. The case inaisha within this week, so okay. So within this week wewe utajua penye utarudi kwenyu this week. Okay. Yeah. And you are ready to do that. I'm very and continue ready with your life there. Exactly. Regardless of what your parents will say. All right? Sasa unajua mzee, hapa we can only do so much. We come here, we discuss. Mtu akitaka murudiane ama akifeel ni kama you are very genuine, they tend to forgive you and they tend to understand you. But now it seems like Miss Kerubo here, first of all, ni msichana mdogo sana, ako na miaka 22. Okay? And she's in love with a very young man from Kisii. Na najua unataka kuenda huko ndo reunite, si ndio? It's not even about the love I shared with that guy. Literally this guy is like my unika sugar daddy kwangu. Ni kama uncle. He's a matured man, he has experience. Nika uncle, so hautaki hivyo. Yeah. Okay. Na feel like nitaka hapa atani belittle, ataniona huyu. There's nothing I can tell him, juu mimi ni mdogo. Okay. And me sijako experience, so I think I'm not ready for marriage. All right. You're not ready for marriage on that period. Mzee, your last words, kwa sababu pia we will not, hatutaki kunini mambo ikwe mbaya. Me let me say on my side. I've do work on my mistakes. Okay. Maybe kama shanikataa, I will look for another chapter in another life. What do you mean another chapter, another life? I mean, what I mean another life, I will live my own life. Okay. I will live my own life. Okay. Sasa already nishachua anitaki. I believed in her. Yeah. But for now nishachua nitaki. Real men fight for what they want. Ananipenda. Okay. If he is going to fight for you, utamkubali? Huyu haezi fightia mtu, huyu haezi fightia hata nyanyake. If you love her, you will fight for her. Angekuwa hata consistent. Hata ninge soften at least, but you are not even remorseful. Ile time yenye walimtuma kuja kwangu, walikuwa wananiamini. So maybe ama labda tu waliona pesa wakasema msichana akuja kwa sababu unawasaidia. Sasa hapo ndio sielewi, maybe because you also need someone who loves you. Unataka kukaa na mtu akupendi juu yeye hakupendi. Sasa si akishasema nipendi, basi nimechua sipendwi. But kuna watu watakupenda, si ndio? Lakini pia wewe you need to be very straightforward and don't hurt women. So that's why I needed to change life. So even if I'll make the next life, I'll be someone who's different from what I am now. Okay, so you keep working on yourself so that when the right woman comes, mutaishi pamoja vizuri, si ndio? Asante. Yeah, so angels, I think we are going to end this conversation there because at the end of the day, Kerubo is very young. She needs to be in school. Okay, it is not about marriage right now for her, and I am supporting that 100%. Na pia we don't want to force kama watu ni planned. She doesn't love him, okay? And he has more experience. I'm sure if he works on himself, atapata someone that fits him. So you keep advising them, tell them what you think. That's been it from me, and as always, giving up should never be an option.